Leo nakwenda kuletea laptop bora kwa bajeti ya shilingi 300,000 tu. Basi usifanye makosa ya kununua laptop kabla hujaifahamu vizuri. Kwa hiyo katika video hii nitakwenda kuonesha laptop 4 ambazo mimi nimeona nikuletee leo kwa sababu zina value kubwa kulingana na bei yake. Na mwisho wa video hii nitakwenda kuonesha laptop ambayo mimi mwenyewe ningeichagua kama ningekuwa na hiyo 300,000 mfukoni sasa na ninahitaji laptop. Kwa hiyo kama unatafuta laptop ya masomo, kazi za ofisini, iwe ni kazi za mitandaoni na majukumu ya kila siku au matumizi kila siku, basi endelea kutazama video hii kwa sababu itakufaa sana. Na laptop zote ambazo nakuletea siku ya leo ni laptop ambazo sisi binafsi tumezikagua na tunakuletea. Kama utahitaji laptop yote utapata pamoja na warranty ya muda miezi 6. Ina maana kwamba tuna uhakika na kitu ambacho utakipata. Kwa hiyo bila kupoteza muda, basi tuende tukatizame laptop hizi. Laptop ya kwanza ni hii, inafahamika kama Lenovo N23 2-in-1. Kama wewe ni mwanafunzi na unapenda laptop inayoweza kubadilika na kuwa tablet, hii ni moja kati ya chaguo zuri sana la watu wengi, kwa sababu pia laptop hii ina touch screen, lakini ina uwezo wa kujizungusha nyuzi 360, yani inaweza kuzunguka degree 360 na ukaitumia kama tablet kama ambavyo tunavyosema awali. Lakini cha muhimu na kikubwa kabisa, kompyuta hii inatumia processor ya Celeron na ina RAM ya GB 4 kwa kuwezesha kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Lakini pia laptop hii inakuja na storage ya GB 128. Lakini cha muhimu kabisa hapa ni storage yake ina teknolojia ya SSD. Kama tunavyofahamu, hii inamaanisha kwamba kompyuta hii kupitia SSD ambayo iko nayo inawezesha kuwaka haraka, lakini pia kufungua program mbalimbali katika kompyuta itakuwa ni haraka, tofauti na zile kompyuta ambazo zinatumia HDD. Kwa hiyo betri yake iko vizuri, pia itakuwezesha wewe kutumia na kukaa na chaji hadi masaa 5. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, pia utapata warranty ya miezi 6 baada ya kuchukua laptop hii. Na bei ya laptop hii ni shilingi 295,000 tu. Yani haijafika kabisa 300,000. Yani kwa shilingi 295,000 una uwezo wa kupata laptop hii kali yenye vitu hivi kama jinsi ambavyo nimeeleza. Basi laptop ya pili katika listi yetu ni hii, inafahamika kama NEC VESA Pro. Hii ni moja laptop ambazo watu wengi bado hawazifahamu kwa sababu ni mpya kwenye soko, lakini zina sifa kubwa na ubora wake ni wa hali ya juu. Ni kampuni ya Kijapani ambayo imetengeneza kompyuta nyepesi sana na uzito wake kwa kweli ni chini ya kilo 1, na hivyo inaifanya kuwa rahisi sana kubebeka na kuwa portable. Kompyuta hii inatumia processor ambayo inafahamika kama Core M3 ya kizazi cha generation 4. Lakini pia inakuletea sifa zingine ikiwa na RAM ya GB 4 yenye uwezo wa kufanya vitu vingi. Lakini pia inakuja na storage ya GB 128 ambayo ni SSD yenye uwezo wa kufanya kompyuta yako iwake kwa haraka na kufungua programu zingine za kompyuta kwa haraka ili kuwezesha wewe kufanya mambo mbalimbali, ikiwa ni Zoom meeting, ikiwa unatumia kuperuzi mitandao, kufanya coding rahisi na matumizi mengine ya kila siku. Basi kama unahitaji laptop hii ndogo yenye betri nzuri na quality na ubora, muonekano wake kama jinsi ambavyo unaona, kwa kweli ni kompyuta yenye muonekano mzuri sana, basi bei yake hii ni shilingi 295,000 tu. Kama nilivyosema, laptop ya tatu ambayo nimekuletea kwenye listi hii inafahamika kama Dell Latitude F3189. Kama unapenda touch screen pamoja na uwezo wa kujizungusha degree 360, basi hii ndio laptop ambayo inakufaa. Kompyuta hii inatumia processor ya Intel Celeron, pia ina RAM ya GB 4. Na kama nilivyokuambia kwenye kompyuta zingine, pia hii inatumia SSD ya GB 128. Pia inakuja na Windows 10 Pro tayari kwa installed, iko tayari kwa ajili ya matumizi yako na program za muhimu zikiwa tayari. Lakini kikubwa, betri yake inadumu zaidi ya masaa 4. Una uwezo kutumia kwa zaidi ya masaa 4 na unapata warranty ya miezi 6 kama nilivyosema kule mwanzo. Basi ni laptop nzuri kwa ajili ya wanafunzi au hata kama unamnunulia mtoto ambaye yuko shuleni, matumizi ya nyumbani ya kila siku, kazi za kawaida za ofisini, kompyuta hii itafaa kabisa. Na bei yake kama nilivyosema 345,000 tu. Na sasa laptop yangu ambayo mimi binafsi ningependa na ningechagua kwenye hii listi ni hii ya mwisho ambayo ninakwenda kukutajia. Laptop ya 4 ambayo nimekuandalia siku ya leo ni hii, inafahamika kama Sony Vaio
sijui kama nimeitamka vizuri, lakini ni laptop ya Kijapani. Basi na kama unataka laptop ambayo ina performance nzuri katika listi hii ambayo nimekutajia siku ya leo, basi hii ni laptop iliyo bora zaidi. Na laptop hii inatumia Intel Core i3. Intel Core i3 ina processor ambayo ni nzuri tofauti na hizi zingine. Zote ni nzuri, lakini hii kidogo iko juu ya hizi zingine. Na ni Core i3 ni generation ya 8. Hii ni kasi ya hadi gigahertz 2.3. Ina gigahertz 2.3 ambayo ni kasi kubwa, na pia RAM yake ni GB 8 tofauti na hizi ambazo zimetangulia, na ina storage ya SSD yenye ukubwa wa GB 128. Na unapata screen yenye size ya inchi 14 ambayo ni kubwa, lakini quality yake ni Full HD ya 1080p. Lakini pia kilicho bora zaidi inakuja na backlight keyboard ambayo ina uwezo wa kuwaka kwenye keyboard yake, ikiwa inakusaidia kwenye matumizi ya nyakati za usiku au maeneo yenye mwanga hafifu. Lakini pia inakuja na SIM slot, pia ina ports karibu zote ambazo unaweza kuzihitaji, ikiwemo USB, HDMI, Ethernet, VGA, USB Type-C, SD card pamoja na Wi-Fi yenye uwezo mzuri sana. Basi kompyuta hii naipata kwa shilingi 293 tu. Kumbuka 295. Bado uko kwenye bajeti ya 300 kama nilivyosema mwanzo. Na hizi kompyuta zote ni moja tu ambayo iko 340 kulingana na uwezo wake, lakini nyingi nimekutajia hapa ziko 295 tu, na ziko ni ubora mzuri. Pamoja na hii ambayo binafsi ningeichagua, unaipata kwa shilingi 295. Kwa hii moja laptop zenye kubwa kwa budget hii. Kwa hiyo kifupi, kama unahitaji touch screen na tablet mode, kama unapenda sana laptop ambazo zinabadilika na kuwa tablet, utachagua hii nilitaja mwanzo, Lenovo M23 na Dell Latitude 3100. Kama unataka laptop nyepesi yenye betri nzuri na bora Japani, basi unaweza kuchagua NEC VESA Pro, ni chaguo bora. Lakini kama unataka performance, yani hii iweze kufanya vitu vingi vikuu, mambo makubwa kubwa kidogo, basi unaweza kuchukua hii ambayo nimekutajia SolidVibe. Unaweza kunicheki kupitia namba ya WhatsApp ambayo inapatikana hapa, tukaongea kuhusu biashara hizi laptop, tukakutumia picha zaidi na ukafika dukani kwa ajili ya kukipatia mzigo wako.